sawa ati wote kila mwanafunzi ambaye ameapply bursary aweze kupata kile kiasi fulani cha pesa. Hapana, hiyo haitaifanyika. Sasa sijui vipi unaweza ukalijibu swali hili. Na kuhusu swala la barabara umeweza kusema ya kwamba ni mawe yaliyoletwa. Na je, kama ni sawa ni mawe yaliletwa, je, mvua ikinyesha hizo barabara zinapitika? Ama unaweza ukakompea haya mawe na ile hali ya barabara ya zamani? Kwa sababu zamani mvua ikinyesha barabara hazikuwa zinapitika kabisa. Lakini sasa hivi japo ni mawe yako kwenye barabara, lakini hayo mawe yanawasaidia hata mvua ikinyesha bado barabara zinapitika. Sasa sijui kama utajibu vipi tena hayo maswali. Asante. Ni nashukuru kwa sababu naona mko vizuri, lakini nikirudi upande wa ugavi wa basari ni kwamba kuna shida. Watoto wana apply, lakini kulingana na wale ambao wanapata, nimetangulia kwamba kuko na upendeleo. Sijasema ya kwamba labda hazitoki, lakini nimesema kuko na upendeleo ya kwamba labda kama ulivyosema ya kwamba kuna wale ambao wanajiweza na wale ambao hawajiwezi. Lakini kwa nini huyu ambaye wajiweza akachagua uongozi ambao unachaguliwa ni kwamba ukaweze kufaa mwananchi wa kawaida, awe maskini awe tajiri, kila mmoja ni haki yake ya kwamba akaweze kufaulu ama akaweze kupata au kupewa basari, ni haki yake. Kwa hiyo ukisema ya kwamba zinafaa zipewe yule ambaye hajiwezi, then hao ambao walifanya bidii na wao wakapata kile kipato ambacho wako nacho, ina maana hawana tamani kwa kiongozi. Asante. Sio kwamba eti hawana thamani, lakini nimeweza kuzungumzia swala la vulnerability. Sio kwamba hawana thamani. Kama kiongozi hataweza kuwafaidi kwa swala la basari, then kuna vipengele vingine vingi sana muhimu. Hakuna vile kiongozi atakuwa mamlakani na asikusaidie kwa lolote lile. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa katika ugavi wa basari, kwa sababu naona mheshimiwa hapo ndo umebezi sana. Kuna kitu kinaitwa vulnerability. Kama ushawaishika ile basari application form, inakuwa na maswali pale. Inakuwa na maswali na the applicant huwa akona maswali yenye anajibu pale ya kwamba kwa nini una apply hivi na hivi na hivi. Na nikaweza kusema kwamba kuna kitu inaitwa vulnerability. Kuna yule ambaye ako vulnerable. Si eti yule ambaye anajiweza kidogo hapewi kabisa, hapana. Atapewa, lakini ile amount ambayo atapewa hawezi pewa sawa na yule mwenye ako vulnerable. Mtu ambaye ako vulnerable yule mtu mwenye ako chini sana. Alafu hili swala la kusema kuna upendeleo, sidhani kama mheshimiwa anajua majina ya kila mwanafunzi ambaye ako Mwanamwinga na shule ambayo anasoma, hivi kwamba aweze kuchagua huyu ni nani na huyu ni nani. Na kama itafanyika hivyo, basi hilo hakuna venye watenganisha wanafunzi wote ambao wanatoka Mwanamwinga wachague huyu ni nani na huyu ni nani, hivi kwamba uweze kuwapendelea. Hivyo labda niseme tu ni hili swala la vulnerability katika ugavi wa basari ndo shikilia hapo kidogo. Labda mimi ningekuuliza hivi Bwana Lewis, ama ningewarudisha, acha niwarudishe nyuma kidogo, kwa sababu na kitu hapa, na kuna jamaa hapa ameomba kuuliza swali na ningependa pia tumpe nafasi japo kwa dakika 2, lakini kabla connection problem, labda kabla sasa tuendelee na hilo swali lako, labda nirudishe nyuma kidogo, kwa sababu tulikuwa lengo na makusudi ama madhumuni kwanza ilikuwa ni kujua kwa nini nataka kusimama kama kiongozi. Sawa. Na kama kwa nini nataka kusimama kama kiongozi, nadhani ameeleza. Pili, yeye mwenyewe alikuwa amejipanga vipi ili awe kiongozi, na ni kitu gani ambacho anaona hakifanyiki, na je, kama ataingia katika uongozi, yeye jambo gani atalifanya ili kwamba huo uongozi ambao wenye uko unaendelea kwa sasa hivi ili upate kuweza kufanya nini,
kuletewa marekebisho ambayo yataweza kuwa ni mazuri. Chengine nataka tuzungumzie, si jambo la kwamba nataka niruke maswali yako ama nini, lakini nataka azungumzie yeye kama yeye kwanza. Sasa hata kama time itakuwa haitoshi, tutarudi sasa tuje tuzungumzie kiongozi aliyeko mamlakani, kuna hiki na hiki na hiki hakifanyi, na kwa sababu hiki na hiki hakifanyi, mimi nimejipanga hivi na hivi na hivi, nitafanya hiki na hiki na hiki, na kwa sasa hivi nimejipanga na hii na hii na hii. Lakini kwa leo somo kubwa ambalo ama kitu kikubwa chenye ambacho nilikuwa nataka sasa tukizungumzie ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa kwanza kwa nini anataka uongozi, pili amejipangaje katika kusimama huu uongozi, kwa sababu tunajua uongozi unahitaji kwanza lazima uwe na sera. Sasa zile sera zako ambazo uko nazo ambazo unaweza ukatueleza kama wananchi, ndiposa na sisi tupate ule ushawishi wa kufanya nini, kuweza kukupigia kura. Mbali na kwamba huyu kiongozi aliyeko mamlakani mwache vile vile kama alivyo, hatujui anafanya ama hafanyi, tuko na wewe kama wewe. Sasa wewe kama wewe, yani sera zako ni zipi, ndiposa tuzichukue sasa na sisi tuanze kuzisambaza kwa watu wengine. Bali na kwamba huyu kiongozi, yani huyu kiongozi aliyeko mamlakani tuseme hayuko, sasa ndio tunataka nani kiongozi sasa. Sasa wewe sasa kwa kiongozi wetu sasa hivi unataka kuwa kiongozi, je, unatuahidi nini ama kipi ambacho sasa unasema hiki nikiingia ama nikisimama nikiwa kiongozi ndio cha kwanza kukifanya, na nitaanzia hapa na nifanye hiki na hiki, mbali na hao wengine ambao sasa wako walisimama katika uongozi, hata mwingine yupo kama mimi sijamfuatilia sana, japo kuna vingine amefanya, kuna vingine hajafanya, lakini sijaanza sana kumfuatilia. Na kile kitu ambacho ninahitaji ama tunahitaji kwa sasa hivi na tujue na tuelewe, mbona unataka kusimama kiongozi na sera zako ambazo zinakufanya mpaka uwe kiongozi ni zipi, ama madhumuni haswa ya kuwa kiongozi ni yapi? Asante kwa swali zuri. Upande wangu ama manifesto zangu ni kwamba kuna elimu, nikiingia katika mamlaka ama mkiona ni vyema kwamba mkaweze kunichagua na kuingia kwenye uongozi, nitahakikisha naboresha upande wa elimu ili kwamba wanafunzi wajapo kwa mashuleni wakaweze kusoma kwa ubora. Kuko na shule ambazo bado hazina labs, kuna shule ambazo kufikia sahii bado wanafunzi wanaishi katika hali ya kichochole, wanakosa kusoma katika mazingira ambayo yanafaa. Kwa hiyo nikiingia katika mamlaka, Mwenyezi Mungu kama atakuwa amenisaidia nimeingia katika mamlaka, nitahakikisha mwanafunzi ajapokuwa shuleni anasoma vizuri ili hali yake ikaweze kuwa nzuri zaidi akiwa shule. Kiupande wa afya ama upande wa afya, ni tahakikisha naboresha sekta za afya ili kwamba mtu atakapokuwa amegonjeka akifika hospitali akaweze kuhudumiwa kiusawa, na atahudumiwa kiusawa kutakapokuwa na madaktari ambao wamebobea katika nyanja hizo, na pia hospitali zetu ziwe ziko na madawa ili kwamba utakapokuwa umekuwa mgonjwa ama mwananchi wangu atakapokuwa anaugua akifika katika hospitali akaweze kuhudumiwa na akaweze kurudi katika hali zake za kiusawa. Kwa hiyo nitahakikisha upande wa afya pia nimeboresha zaidi ili kwamba akaweze kuhudumia mwananchi kwa njia ambayo inastahili. Ikizingatiwa kwamba vijana wetu ama vijana wenzangu hawana ajira, pia nao nitahakikisha kwamba nawatafutia ajira, kwa sababu vijana wakiwa na ajira katika maboma yetu yatakuwa vizuri, ili kwamba
utakapokuwa kunahitajika msaada kwa jamii, vijana pia nao wawe mstari wa mbele ya kwamba wakaweze kuchangia katika kukuza communities zetu. Huko na upande wa barabara, kama tulivyotangulia kwamba barabara zetu bado haziko vizuri, so ndahakikisha kwamba grading inafanywa vizuri na maram, tunaweka maram quality ambapo yatakuwa yana saidia upande wa usafiri. Kama kumenyesha, kama hakujanyesha, kutakuwa kunapitika vizuri barabara zetu, ili kwamba kila mmoja akaweze kusikia vizuri ya kwamba amekuwa akitamani sana ya kwamba barabara zikaweze kuwa vizuri. Na nashukuru kwa sababu kama nilivyotangulia kwamba tukaweze kushirikiana zaidi, ili kwamba japokuwa nitakuwa nimekupa majukumu ama mtu fulani nimempa majukumu ya kuhakikisha tunashirikiana ya kwamba tunaleta usawa, kwa sababu barabara zetu hizi sote tunaona hizo changamoto, na yale maram ambayo tuliekewa si maram ambayo yanaleta ama yule kijana wetu wa bodaboda ama hata gari, tunaona kama zinapita katika barabara wanakwepa hizi barabara, kwa sababu maram yenye aliyekwa pale ni mawe. Kwa hiyo upande wangu nikiingia kwa mamlaka, nitahakikisha nazitengeneza katika ubora ambapo zitatuletea manufaa. Asante. Asante. Na labda kama cha kuongezea ni kwamba pia nitawezesha vijana, niwezeshe wamama na wazee pia, ili kwamba isiwe kwamba tumetegemea hata kiongozi katika kuleta chakula mezani. Nitahakikisha nawezesha vijana wetu, wamama na hata wazee, ili kwamba wakaweze kujitegemea pia hata kuleta chakula mezani. Asante. Asante. Naona tunaelekea kumaliza. Labda ningempa nafasi kijana wangu hapa aseme neno moja ama mbili, kama kuna kuongezea, alafu pia upande wa pili hapa ndugu yangu pia na yeye nimpe nafasi ili tuweze kumalizia mkutano wetu. Alafu pia walioko live pia, kama kuna mtu mwenye swali, kama kuna mtu mwenye jambo labda la kuweza kuuliza, pia tamruhusu kwa dakika moja. So karibu. Mimi kumalizia ninaweza sema kwamba kwanza hatuna sababu ya kama wananchi kulaumu kiongozi kila wakati, kwa sababu hata rais mwenyewe analaumiwa. Kwa hiyo hizi lawama za kiongozi hajafanya nini, kiongozi tukumbuke ni viongozi ambao tunawachagua wenyewe. Kwa hiyo usitegemee kiongozi akufanyie kila kitu. Fikia kiasi cha kwamba kiongozi yeye ndo anakupatia mpaka mfuko wa unga, ama yeye anakupatia chakula, yani unataka ulishwe mpaka mdomoni na kijiko na kiongozi. Hapana. Kwanza kiongozi, kuna mwingine juzi aliniambia, wewe kuna viongozi wawili tu peke yake, wewe na ni Mungu ndio kiongozi wa kwanza, alafu wewe mwenyewe pia ni kiongozi. Kwa hiyo hizi lawama za kwamba kiongozi kila wakati kulaumiana viongozi, hapana, si vizuri. Alafu pia wakati tunachagua viongozi, ningependa tu kuwasihi vijana wenzangu ya kwamba tuwe wise and tufanye decisions ambazo hazitatupelekea kujilaumu mbeleni. Whenever we go down to the polling stations kuchagua viongozi, tuchague viongozi tukiwa na hekima nyingi kwenye kichwa. Tuchague viongozi ambao wako na sera nzuri, na kiongozi ambaye ataweza kutusaidia tayari yuko. Na ningependa tu kuweza kuwarai katika uongozi, katika unapoenda kwa polling station kuchagua kiongozi wako, chagua ukiwa sober. Usikuwe smashed na usikuwe advised na mtu yeyote yule. Advice toke kwa kiongozi, na wewe mwenyewe binafsi ji-advise
ili uchague kiongozi wako, kiongozi mwenye sera nzuri, kiongozi ambaye atakusaidia wewe. Tulia tu kijana wangu, nitakupa nafasi uulize swali. Je, labda bwana SMG hapa tuambie neno ambalo tukimalizia. Mimi kama mimi. Naam. Unajua huyu bwana MCA mtarajiwa alikuwa ako na azimio lake ambalo angetamani sana, ama alikuwa anatamani sana angepata nafasi. Sasa mimi kimimi binafsi, kulingana na vile wewe uliamua na unataka MCA uongoze, si ndio? Sasa ile ari yako, manake hizo ni ndoto zako, si ndio? Sisi zima ndoto zako, ama pengine hakuna mtu ambaye anaweza zima ndoto zako. Wewe mwenyewe uzipambanie na Mungu akusaidie. Umeelewa? Sasa mimi kama mimi nakuombea hii safari njema. Ikiwa wewe utakuwa nyota, Mungu ndiye ambaye anajua. Umeelewa? Utasikia mambo mengi sana, sijui nini, lakini sasa wewe najua Mungu anasema kwamba kabla haujazaliwa mimi nilikujua. Maandiko hayo. Umeelewa? Sasa mimi nataka hivyo. Unajua sasa hii mambo na siasa, ukiingia kwa siasa, umepata kura, umeshinda, umeelewa? Hii ni kama karata mzee wangu. Ukipata ni yako, umekula ni yako, umeelewa? Sasa wengi sana huwa wanataka hii kuingia, alafu sasa kishapata sasa ndio wao waoni tena hivyo. Umeelewa? Sasa unajua hata sisi ambao tunapiga kura, kura yako ni maisha yako, kura yangu ni maisha yangu. Uamuzi mbaya unakuweka mahali ambapo wewe mwenyewe utajua. Unaona? Sasa kitu ambacho mimi nataka kuongea, ama kitu ambacho nataka kuweka wazi. Najua bwana, fahali wawili hawakai zizi moja. Umeelewa? Tayari kuna ambaye anaongoza na kuna mwingine anataka kuongoza. Umeelewa? Sasa kila mmoja atapigania kapu lake. Uweze achiliwa bwana upige ngumi mwenzako akuachie umpige ngumi muumize. Lazima yeye pia atakupiga. Sasa hizi ni vita ambazo na inafaa upambane sana. Umeelewa? Sasa mimi nawaomba tu nyinyi ambao wanapiga kura, tuamue vizuri, manake huyu Kanyala anatoka katika eneo la Mwanamwinga, huyu Zero anatoka katika eneo la Mwanamwinga. Sasa maamuzi yetu ndo maisha yetu. Asante sana. Labda nimeona ndugu hapo ulikuwa unanyosha kidole. Je, nikupe nafasi? Yes ndugu, nimeona ulikuwa unanyosha mkono hivi. Naam, karibu. Tuko pamoja kweli ndugu yangu Princess. Huyu ni kama si wetu. Sasa huyu anaambia watu thank you for joining. Huyu si wetu. Bwana Andrew, unaweza zima kidogo muziki wako ili tuweze kuelewana? Naam. Je, una swali la kutuuliza? Maana nimeona tumekuwa na wewe tokea mwanzo. Watu kama tuko pamoja. Ila acha tumalizie na kiongozi wetu ambaye tuko naye, nikisema ya kwamba tumeshukuru kwanza kwa muda wenu, na hii video itakuwa moja kwa moja pale YouTube, Facebook pia itakuwepo, TikTok ukitaka baada ya hapo utairudia. Hivyo ningeomba kama utakuwa bado una swali ama bado una hoja yako ambayo hapa umeona unahisi kama haikuzungumziwa, utaweza kuleta hoja zako pale, utaweza kucomment pale kwa Facebook, ili tukiandaa video nyingine tutawainform mapema, ndio muwe na habari, muweze kufanya nini, muweze kuuliza maswali yenu.
Hivyo ningeona nimruhusu mheshimiwa wetu ili awe na jambo la kumalizia. Karibu. Asante kwa hii nafasi, kwa sababu si rahisi, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba leo aliona ni vyema kwamba tukaweze kufanya haya mahojiano. Cha zaidi ambacho ningeweza kuambia ya kwamba nyinyi ni wananchi, na mnafaa mnapofika ama inapofika wakati wa uchaguzi mkaweze kuwa na hekima zaidi, ama Mwenyezi Mungu akaweze kuongoza, ili kwamba tutakapokuwa mkifanya maamuzi mkafanya maamuzi bora ambayo yataleta mwanamwinga ama yataweka mwanamwinga katika viwango vile ambavyo sote tungetamani ya kwamba ikaweze kuwa. Kwa hiyo mimi ninawaomba hii nafasi, ama nawaomba kura zenu ya kwamba mkaweze kuniunga mkono, na ikifika hiyo time ya kwamba mnafanya uamuzi, then mkanichague ili kwamba nikaweze kuwaletea uongozi ambao utaweza kusaidia kila mmoja. Nashukuru kwa mahojiano haya, na niko available kila wakati mtakapokuwa mkinihitaji. Mimi nitajitokeza ili ya kwamba tukaweze kujadiliana na tukaweze kuafikiana ya kwamba tutakapokuwa imefika wakati wa kufanya maamuzi, then tukaweze kuleta uongozi ambao utasaidia kila mmoja wetu. Asanteni na Mungu awabariki zaidi. Nimeshukuru pia. Ningesema ya kwamba tumeanza kwa ombi, hivyo haina budi ya kwamba tutaweza kumalizia kwa ombi. Ila kabla tuweze kufunga, niko na hawa ndugu zangu ambaye kuna bwana SMG pale, pia anaweza tuambia yeye anafanya kitu gani, ili kwamba ikiwa uwe mrahisi wa kuweza kumtafuta, na pia tuweze kuinuana kama vijana, maana sote ni vijana, hatuna budi kwamba tuweze kusaidiana, kushikana mkono, ili kwamba tuweze kufikia malengo yetu pale mbele. Na bwana SMG, hebu tuambie tunakupata vipi na wewe kazi zako ni zipi, ili kwamba mtu huenda labda yuko pale anatutazama na anatusikiliza, angependa kujua mengi zaidi kuhusu wewe. Safi kabisa. Mimi naitwa Shem George ama SMG Kenya. Majina halisi yangu ya kuzaliwa naitwa George Kazungu Karisa. Na mimi ni mwana ambaye nilibarikiwa na ujuzi tu. Mimi ni fundi ma TV, fundi ma radio, fundi simu, fundi wa stima. Pia mimi ni mwimbaji. Ikiwa wewe uko na kazi zako ambazo wewe unataka kufanyiwa mambo na stima, unataka mataa ya wake, nitafute mimi. Utanipata pale Facebook. Naitwa SMG Kenya. Tutaongea vizuri sana. Tutaelewana. Ikiwa unataka pia unaelewa? Ukiwa pia unataka ni sherehe yako, labda pengine unataka kutumbuizwa, tupatane pale FB. Naitwa SMG Kenya. Upande wa pili huku tuko na bwana Kalala. Bwana, mimi naitwa Lewis Kalala hivi. Sana wananitambua kama Kalala TMZ. Mimi bwana nimebarikiwa tu na talanta nyingi. Mimi ni mwanamuziki, mimi ni mwanahabari, lakini sana nimebase na usanii na record lyrics na record na vocal. Utanipata pale Facebook at Kalala TMZ, na pia mimi ni mtengenezaji maudhui. Kutane pale Facebook at Kalala TMZ na tuendelee kusapotiana. YouTube channel yangu ni Kalala the Junker. Fika pale, subscribe, comment na usisahau kushare. Katika mtandao wa Instagram utanipata at Louis_Maf_TMZ. Na vile katika mtandao wa TikTok utanipata at Kalala the Junker. Mimi ni mwanamuziki. Mimi nimeweza kuperform katika show nyingi tu za kina governor, kina hawa MCA na viongozi wengi tu.
Hivi kama uko na kazi yoyote, unataka kufanyiwa kazi, labda unataka kutungiwa wimbo nini, fika tu pale TikTok uweze kuangalia kazi yangu na tuendelee kusapotiana kama vijana. Have a good night. Na huenda mbali na kwamba Anderson labda ni tunamtarajia kwa mheshimiwa, labda kuna vitu tofauti labda anavifanya nje ya hapo, pia tunaweza kumhitaji kwa upande mwingine. Naam. Mimi niko kwa community na ninasaidia jamii, ya kwamba kama kuna yote ama mtoto kama hajapata birth certificate, kama kuna changamoto yote kwa jamii, mimi ninapatikana, ya kwamba utakaponifikia tutaweza kuwasiliana ili tukaweze kusaidia jamii yetu. Ninapatikana maeneo ya Mnazi Mwenga, Ikanga. Niko available wale popote utakapotafuta kijana ama Anderson Kanyala, then utanifikia zaidi. Na katika kazi zangu anazifanyia Mnazi Mwenga primary, labda kama kuna yote atakuwa ananihitaji katikati ya wiki, then akifika Mnazi Mwenga primary atanipata na tutaweza kusaidiana. Asante. Nimeona kajamaa hapa kameingia. Nimeona ndugu pale umenyosha kidole, nikupe nafasi. Sawa. So tumefikia hapo, naona ndo itakuwa kikomo chetu, na mimi mwenyewe kazi zangu nitawatajia. Ukitafuta naona TikTok hapo napatikana Hakika Fundi, vile ukitafuta Facebook unapatikana Hakika Fundi wa Simu. Ukitafuta ukija pale YouTube, hii video itakuwa pale YouTube, utafuta Hakika TV utaipata. Mimi ni fundi wa simu, fundi wa stima, fundi wa maredio, fundi wa chuma, fundi wa mbao. Kwa hiyo hizo kazi zote zenye nadili nazo kwa sasa hivi ni fundi wa stima na fundi wa simu. Hizo ndio nafanya kwa sasa hivi. Ila tumeshukuru sana kwa kuwa pamoja nanyi. Vile pia tunashukuru, tutawaalika tena kwa kipindi kijacho, maana tuna mengi sana ya kuzungumza na tuna mengi ya kusemezana nanyi. Kwa hiyo msichoke, na tunaomba pia tuzidi kushikana mikono ili kwamba hii safari iende mbali zaidi. Na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Acha niweze kumwalika Bwana Kalala ili kwamba aweze kufungia kwa ombi. Tunaomba. Father God, we come to you this evening. We thank you for having guided us through this show. You've been with us. You've given us the wisdom to ask questions and also to answer questions. We pray that you will be with us, continue leading us. Whatever you say, wherever we go, and whatever we think, O Lord, please be with us. Whatever steps we take, Lord, be with us in everything that we do. In Jesus' name, I pray. Amen. Karibuni sana. Mungu awabariki.